Yesu asifiwe. Amen. Waislamu takbir. Haya, mimi nimsikiliza huyu Muribe, huyu mwalimu wa Kiislamu, bado sijasikia siku yake ya ibada inaitwaje. Ama mmesikia nyinyi? Hakuna. Wangapi wamesikia amefundisha nini huyu bwana kwa muda wa dakika 20? Wangapi? Amefundisha siku yake ibada inaitwaje? Hakuna. Amewaambia? Ni raha si raha. Basi mkutano ningeomba twende na taratibu hii. Ikiwa umesikia umeguswa sema takbir. Na ikiwa umesikia umeguswa sema haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Takbir wa Islam. Haya, mwalimu endelea. Naomba nianzishie muda sasa. Sikuwa nimeanza. Huko ulikuwa na bipu. Haya, mimi nimekaa nimesikiliza huyu mwalimu wa Kiislamu atuelekeze katika siku yake ya ibada inaitwaje. Sijasikia. Nikulalamika tu sabato, sijui nini. Sasa kuna vitu ambavyo kwamba amevisema. Amesema katika Zakaria 13:8. Hebu tusome pale mwalimu wangu. Unajua Biblia ingekuwa inasomwa vile watu wengine wanasoma. Yaani wengi tungekuwa sijui watu wa aina gani. Hebu tufike pale mwalimu. Zakaria 13:8. Sikia vile ameweka kiraka hapo. Huyu anaitwa Kiraka International. Rafiki yangu huyu. Inasema, soma. Hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote mafungu mawili yatakataliwa mbali. Nao watakufa asema Bwana. Soma. Lakini fungu la 3 litabaki humo. Asante, simamia hapo. Sasa akaja hivyo kwa akili zake, yeye ameshaondoa zile ambazo hataki, akabaki na moja ambaye ni yake. Na haja tuambia ni wapi inafaa, kwa andiko gani haja tuambia. Maneno yake tu. Sasa tuangalie haya makundi matatu ni gani na gani na gani. Isaia sura ni ya 9 aya ya 14. Maandiko yanasomwa hivyo. Si kurukaruka, maandiko 1,000 milioni 2 na uelezee. Yani una silaha zote na hujui kuzitumia, sasa nza nini? Soma. Inasema kwa sababu Bwana atakata katika Israeli. Sasa sikiliza hapa ndo penye hoja. Bwana atakata katika Israeli kichwa na mkia, kuti na nyasi katika siku moja. Soma. Mzee mwenye kuheshimiwa. Sasa mwalimu wa Kiislamu, swali katika hoja. Ukija hapa tuambie mzee mwenye kuheshimiwa ni nani kwa jina, kwa maandiko si kwa akili zako. Soma. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Mzee mwenye kuheshimiwa ndiyo kichwa. Soma. Na nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Tena ukija hapa mwalimu wa Kiislamu, njoo tuambie nabii mwenye kufundisha uongo kwa kulingana na maandiko ni nani kwa jina. Tutajua kweli wewe ni mwalimu. Sasa katika hivyo unaona kichwa kinakatwa na mkia unakatwa. Kichwa na mkia vikikatwa wapi, sehemu gani inabaki? Kiwiliwili. Kiwiliwili hapo katikati yani Tuko na siku ngapi za ibada? 3 Ya kwanza, ya pili. Aya, sasa ya kwanza ni gani na ya mwisho ni gani? Kulingana na vile ameweka yeye, ameshaondoa ya kwanza na akaondoa ya pili, akabaki na katikati. Sasa ukija hapa tufafanulie vizuri, utufundishe sisi kama Wakristo tujue siku yako inaitwaje wa ibada. Sasa hata tuulize tu akamalizia hapa, kabla sijasahau, najua nimeandika maneno mengi tu hapa. Akamalizia hapa kuchukua mzigo. Yaani Waislamu walimu na wasikitikia. Hebu akasema sasa kubeba mzigo. Watu wameambiwa wasitoke pale, wasitembee. Bwana huyu sasa akashangaza, anauliza mbona hata mnabeba simu? Jamani, yani maandiko mengine. Isaia 58 aya yake ni ya kwanza. Unajua kuna kazi inaruhusiwa kufanywa. Bwana Yesu asifiwe Kristo. Mimi saa hii, kesho ni Sabato. Ikipatikana nabeba Biblia, hiyo naruhusiwa. Kwa sababu sibebi Biblia niende nikakule sima nayo. Naenda kwa kazi ya nani? Ikipatikana kesho nabeba ile speaker, hiyo kazi inaruhusiwa. Kwa sababu gani? Sibebi hiyo speaker nikatafute raha zangu ama maneno yanayonifaidi mimi. Soma mwalimu wangu. Inasema, piga kelele usiache. Piga kelele usiache. Paza sauti yako kama tarumbeta. Wahubiri watu wangu kosa lao. Na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Endelea. Walakini wanitafuta kila siku. Asante mwalimu wangu. Hiyo ndio kazi ambayo ni takatifu ya kufanywa siku ya Sabato. Mwalimu wangu. Sasa siku ya Sabato ni siku gani? Unajua
Angekuja tu atuambie mwalimu wangu mjadala ungekuwa umeisha. Lakini yeye amekuja kulalamika. Siku ya Sabato ni siku gani? Hata kwa mujibu wa Qur'ani 4:47 sura ya 4 aya 47 Qur'ani soma. 4:47 Qur'an. Yes, hii siku ya Sabato ni gani kwa jina? Ama siku ya saba. Siku ya saba ni gani kwa jina? Ungekuja utoe andiko siku ya saba ni Friday ama tungefunganya virago tuende nyumbani tukiwa tayari tunaelewa. Soma mwalimu wangu. Enyi mliopewa kitabu. Aminini tuliyoteremsha yanayosadikisha yale yaliyo nanyi. Soma. Kabla hatujazigeuza nyuso zenu tukasipeleka kisogoni. Au kabla ya kuwalani kama tulivyowalani watu walioharibu utukufu wa Jumamosi. Kuna watu waliolaaniwa ambao walivunja na kuharibu utukufu wa Jumamosi. Sawa tunataka tujue kabisa hii Jumamosi ama Sabato kwa jina, yani siku ya saba. Je, ni Jumapili? Ni Ijumaa ama ni Jumamosi? Mwalimu tembea na mimi katika Qur'ani. Qur'ani 16:124. 16:124. Nipe maelezo yake. Piga aya na maelezo, yani commentary. 16:124 inasema. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu inasema. Soma, barikiwa. Inasema hakika siku ya Sabato. Siku ya Sabato Jumamosi. Eti nini mwalimu? Jumamosi. Unasoma kitabu gani? Qur'an. Hebu inua ni Qur'ani ama ni Biblia? Tena tukufu. Qur'ani tukufu inasema nini? Rudia tena wasikie. Inasikilize. Hii si Biblia. Soma. Hakika siku ya Sabato. Hiyo ni Qur'ani yenu Waislamu. Inasema hakika siku ya Sabato Jumamosi. Posi mwalimu wangu. Mwalimu wa Kiislamu ukija hapa utoe andiko hakika siku ya Sabato Ijumaa. Mimi nitabatizwa. Sikubatizwa, sasa nimebatizwa tayari. Mimi nitasilimu. Ndataja shahada kabisa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Niingie msikitini. Sikiliza, anaongea pale hata asikii, sijui atakuja kunijibu nini. Ona sasa. Kwa hiyo tuulize hata Isa, mnasema Isa ni nabii ambaye kwamba anakubalika katika Uislamu. Wewe Isa ulikuwa unafanya ibada yako siku gani? Ijumaa ama Jumamosi? 4:16 Luka. Inasemaje? 4:16 Luka. 4:16 Luka inasema. Kwa jina la Yesu Kristo inasema. Barikiwa. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi. Ate siku ya nini? Siku ya Sabato. Akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Kumbe ilikuwa desturi ya Isa ibn Maryam ama Yesu Kristo kuingia katika sinagogi siku gani? Siku ya Jumamosi, siku ya Sabato. Nafikiri hata nikimalizia hapo nimeeleweka. Sijatapatapa wala sijapamanyambamanya maandiko. Kwa hivyo dakika tatu ni nyingi mwalimu wangu. Sasa nimeonyesha kwamba Isa alikuwa anaenda katika ibada siku inaitwa Jumamosi ama nini? Sabato. Hata wameambiwaje? Hebu nipe ile Qur'ani sura ya 16. Si kuitukuza Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Nisipigie hapo. 16:124. Inasema wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Mwalimu, kabla hujaendelea tumeona kwamba hii siku ya saba haifanywi kazi. Kwanza weka kidole hapo. Nenda katika Kutoka 8. Nenda kutoka 20 anzia mstari wa 8. Kwanza nifafanue kitu hapo, alafu kwanza tuingie kwa maelezo, tumalize kazi. Yani hiyo ndio elimu. Unatoa hoja ambazo zina msingi. Hata mnyanya mzee akipita na hiyo njia anasema hapo kijana yangu. Si utapatape maandiko milioni moja na hata atuelewe unafundisha nini. Tuone pale mwalimu. Ikumbuka siku ya Sabato uitakaze. Ikumbuka siku ya Sabato uitakaze. Siku sitafanya kazi utende mambo yako yote. Sikia Lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yote. Hiyo siku usifanye kazi yoyote. Wewe wala mwana wako. Wewe mwalimu, hata simamia hapa tumemaliza. Hiyo siku si ya kufanya nini? Kazi yoyote. Ina maana ina utukufu wa aina yake. Hiyo siku ni ya kustarehe ukifanya ibada tu. Mwalimu, Walawi sura ni ya 23:3. Nipigie hiyo alafu tuende kwa Qur'an. Hiyo siku tunafanya kazi gani kwa maandiko? Soma.
Mambo ya Walawi sura 23 aya yake ni ya 3 kama sijakosea mwalimu wangu. Inasema, mtafanya kazi siku 6. Mtafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Soma. Kusanyiko takatifu. Nini? Kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Msifanye kazi ya namna yoyote. Yaani hiyo siku haifanywi kazi ya namna yoyote. Hiyo ni Biblia iliandikwa na wino ikakauka. Ni sabato kwa Bwana katika makao yenu yote. Yaani kwamba hiyo ni sabato ya Bwana katika makao ya watakatifu wote. Haya, twende sasa katika Korani sura ya 16 aya 24. Maelezo yake inasemaje? Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Mwalimu unasoma kitabu gani? Qur'an tukufu. Ni Qur'ani ama ni Biblia? Qur'an tukufu. Inasemaje? Inasema wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa, wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Na kuiacha Jumamosi. Sasa hiyo tu mjadala tumemaliza. Ya Jumamosi inafaa itukuzwe. Maliza andiko mwalimu. Tayari? Asante sana. Barikiwe sana. Aya, karibu mwenyekiti mwenza ili ukaweze. Alhamdulillah. Mimi